Ndugu zangu wa Tanzania na wasalimu, na hasa ndugu zangu wote ambao wana mapenzi mema, wenye nia njema na nchi yetu, wenye kulitakia taifa letu mema, wapenda haki, amani, wapenda kusema ukweli. Kwa masaa machache kuna waraka hivi umetikisa huko mtaani. Kila mtu anajaribu kupita njia yake, ni kweli, sio kweli, uongo, nani katoa. Na vyanzo vile, waandishi wa habari ambao huwa hawataki kutangaza matukio mengi, hawajarudi nyuma kutafuta ukweli wa jambo lile. Na ukweli wao ni kwamba waraka huo sio tamko la kichungaji la mababa wa kanisa Katoliki, baraza la maaskofu. Lakini haiondoi ukubwa na ukuu wa maudhui yaliyomo ndani ya tamko. Ni kweli hujatolewa na mababa, hauna mamlaka ya kichungaji, hauna dhima hiyo, haubebi hiyo nguvu ya maelekezo. Lakini yaliyomo ndani mwake yanaeleweka. Yanaeleweka kabisa. Na pamoja na kwamba hautasoma makanisani, sisi tumeusoma. Na tutasoma kwa wiki 14. Tutaendelea kuusoma. Na wenye kuuelewa tutauelewa. Tutausoma, tutawasomea na ndugu zetu, majirani zetu, rafiki zetu, watoto wetu, tutawasomea. Ni waraka, una ujumbe. Si hata katuni zina ujumbe. Masudi Kipanya si na ujumbe. Hana mamlaka, lakini na ujumbe. Na kalamu za waandishi wa habari zinabeba ujumbe kila siku. Na jumbe zingine zinabebwa kutokana na wasemaji wa hizo jumbe wanavyotaka kuzisema, na wale wanaoziwasilisha wanavyotaka kuziwasilisha. Kuna jumbe tumewahi kuzisikia huko. Tumepata jumbe nyingi sana za watu mbalimbali. Hazikuwa na mamlaka, lakini zilibeba dhima, zilibeba maudhui, zilitufikishia ujumbe kwamba ukifika kwenye kura afu ukajifanya wewe mjanja, useme na mazishi yako yatafanyika lini. Hizo jumbe zilikuwepo, tukazisoma na watu wakazielewa na wakazifanyia kazi. Sioni kwa nini sisi tu wengine tusifanyie kazi huu waraka. Maudhui yake na dhima yake iko vizuri sana. Kwa hiyo tutaendelea kusoma kimya. Tuwe wa kweli.